Mungu anakupa maelekezo kwenye akaunti yako, bwana inasoma empty, hujafungua akaunti yako hakuna. Mungu anakuambia fungua akaunti, mpendwa. Maana yako unapofungua akaunti unaweka na kiasi kwenye akaunti yako. Unapoweka kiasi kile, tayari anaanza kuona akaunti yako inaanza kuwa hai, maana yake inasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo akaunti yako ni sadaka. Unapoenda kutuma maombi yako, unapeleka sadaka mbele za Mungu. Hiyo sadaka anapoichungulia Mungu anaiona kwamba kuna akaunti, kuna hela kwenye akaunti ya fulani. Na Mungu anapoiangalia kwamba mahitaji yake, huyu anahitaji kuwezeshwa kwenye kazi yake hii. Huyu ni mkulima, anahitaji mbolea, anahitaji mbegu, anahitaji vitu vya kumsaidia ili apate kujikomoa, aondoke hapo, aondoke kwenye umaskini. Maana hiyo maombi yako yanakuwa yako wilayani, yako wanayajua mahitaji yako. Maana hiyo unapofika wakati tayari unasikia fulani, basi kwenye akaunti yako umeingiziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo Mungu anapoangalia uhitaji wako, unachohitaji, na wewe unakuwa na kiu ndani yako, unakuwa na shauku ya kuweza kupokea kitu ambacho ulichokiomba mbele za Mungu. Unahitaji Mungu akuinue kwenye huduma. Mungu anaangalia kwenye akaunti yako kuna nini. Anapoona kwamba akaunti yake iko hai, kwa hiyo Mungu anaangalia. Baada ya hapo, Mungu anaachilia baraka zake. Unaona kufanikiwa. Unaona sasa unaanza kufanikiwa, kile utakachokigusa unafanikiwa. Lazima tuweze kutembea kwenye kanuni ya Mungu. Tusidanganyane kwamba yani sisi ni wabarikiwa. Wewe umebarikiwa, ni kwa nini wewe unaishi maisha magumu leo? Nimebarikiwa, ni neema ya Bwana, tumebarikiwa. Alafu unapoangalia umbani unalala njaa. Sasa umebarikiwaje wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Unatoka ibadani, mnasifu Mungu, yaani mnasifu Mungu, unarukaruka. Pindi tu usipunde ukikaa, wanakuambia nyumbani hauna unga, naoni njia. Utamwabudu Mungu sawasawa? Hautamwabudu sawasawa, hautaenda katika roho. Maana hiyo shetani akumbusha mzee, sawa umemtukuza Mungu lakini nyumbani hamna. Unaanza kutafuta njia. Nani ni kweli ni mtapeli? Nani ni mtapeli? Unaanza kusema fulani, bwana hapa niko juu ya mawe. Nini bwana, kwa sababu unajieleza vizuri bwana, kaona tu nimsaidie. Lakini baada ya hapo kuirudisha ni changamoto. Pagana ngumi joyomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima kama sisi kanisa tuweze kutembea kwenye kusudi la Mungu. Ni lazima tujue hilo, kwa sababu Mungu wetu hiyo ndiye anayetutia nguvu, kutupa utajiri na mali. Ila tembea kwenye kanuni. Naomba usome Kumbukumbu la Torati sura 8. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupae nguvu na nini? Nitakupata utajiri, ili alifanye imara agano lake
aliyowapa baba zenu, kama hivi leo